wala tansa nasibaka min ad-dunya, nafasi yako ya dunia changamkia, lakini kwa kumridhisha Allah. Hukuambiwa usipake poda yako, paka bwana, lakini mpaka uweke na lenzi jichoni. Poda haipakiki vizuri bila lenzi jichoni ndani. Hivi makeup haipakiki mpaka uweke na kope hivi. Huwa haiendi mpaka makucha yawe hivi unajikuna kuna hivi. Uende namna ile, la tansa nasibaka min ad-dunya, katika hududi ambazo Allah anaridhika. Tuko pamoja eh? Ewa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baada ya kumsifu Allah na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, napenda tukumbushane siku ya leo kuhusiana vipi au njia gani itusaidie kuepukana na kero moyoni na huzuni za mara kwa mara. Tutumie njia gani ili itusaidie kero za moyo zipungue, huzuni za mara kwa mara zisiwepo. Tunamshukuru Allah aliyejalia siku zote ukikimbilia kwake inakuwa ni sababu ya kuondoa huzuni, inakuwa ni sababu ya kuondoa kero. Na ukimsahau, ukimkimbia, mambo mawili hayo, kuna kumkimbilia na kumkimbia. Ukijisahau, ukimkimbia Allah, siku zote utakuwa na kero moyoni na utakuwa na huzuni, hata ujulikane umefanywa nini, kwa sababu ni kawaida ya Ibilisi. Alichukua ahadi atatusumbua waumini. Sasa muumini akiwa muumini kisawa sawa, akakumbuka yuko muumba wake kila wakati, akawa karibu naye, anakuwa amepandisha bendera yake inayomtisha Ibilisi. Ibilisi huwa anakimbia, hawezi kukusababishia huzuni. Lakini pindi ukimkimbia Allah, bendera ya Mungu itashuka, atapandisha Ibilisi bendera ya kwake, saa zote utakuwa na huzuni. Nitakupeni tukio moja la ajabu sana. Ndoto, hakuna mtu asiyejua ndoto. Ndoto si zinajulikana? Angalia, Allah ana ndoto kwa waumini, huwafunulia mambo ya kuwafurahisha, na mara nyingi huwa kweli. Lakini ukiwa umelala una mambo yako tu, hata Mungu mwenyewe hukumuwaza wakati wa kulala, Ibilisi anakuja naye analeta ndoto. Ndoto anazokuletea siku zote, asubuhi ukiamka utakuwa una huzuni. Unaanza kuwaza, nikamwambie nani, Sheikh Khatwani yuko wapi, nimfahamishe. Unaanza kumpigia Sheikh Kombo habari ya ndoto, wala hajui kama nimeota hivi, sijui nimeota nafukuzwa na nani, sijui mimi sijui. Sasa ukimkimbia Allah, yeye anakuja anakutengenezea ndoto zake mpaka usingizini akusumbue, ukiamka kero. Kwa hiyo tunamshukuru Allah aliyejalia
kumkimbilia yeye ni sababu moja nzuri sana ya kuepukana na kerokero za moyo na kuepukana na huzuni za mara kwa mara. Lakini ukimkimbia Allah subhanahu wa ta'ala, unakuwa umetengeneza mazingira ya kukereka na kupata huzuni za mara kwa mara. Kwa hiyo sababu ni nini ya kuepusha? Kumkimbilia Allah. Sababu ya kuepusha ni kumkimbilia Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anatusimulia hikaya ya Nabii Yunus alayhi salam. Nabii Yunus alikuwa amekabidhiwa kazi, alikabidhiwa kazi kwenye mji wake kuwafikishia ujumbe watu. Akafanya juhudi kubwa ya kuwafikishia watu, wakawa hawataki. Kila akifanya juhudi watu hawataki. Sasa akajua kwamba watu wakikataa kabisa adhabu itakuja. Hilo akawa na uhakika nalo kwamba lipo. Alipohisi kwamba wamekataa kabisa, akaona hapa pataletwa adhabu, ngoja mimi nikimbie. Lakini Allah alikuwa hajampa ruhusa ya kukimbia, hajaruhusiwa. Alipokimbia mji, akakimbilia beach kuangalia kuna jahazi yoyote inayosafiri. Akakuta kweli merikebu moja imeshajaza mzigo, inakaribia kuondoka. Akaomba kupakiwa, akapakiwa, akaondoka kwenye mji. Anajua huko kutakuja adhabu tu. Basi ilipoondoka ile, imeshafika nje huko, hali ya hewa ikabadilika, ikawa mawimbi makubwa sana, upepo wa kufanya chombo hakiwezi kwenda. Yani hali ambayo iliwatisha wale manahodha na wale mabaharia wake. Wanaona hii hali si ya kawaida hii. Tumezoea bahari inachafuka, lakini sio kwa kiwango hiki. Hii vurugu inaonekana mwenzetu mmoja hapa hayuko sawa. Hebu tupige kura. Wakapiga kura kumtafuta nani hayuko sawa kwa Mungu. Kura inamwangukia Yunus. Piga tena, inamwangukia Yunus. Akajua mimi hapa. Moja kwa moja mwenyewe, kabla hajatoswa, akaamua kujitosa kwenye maji. Akafanyaje? Kajitosa kwenye bahari. Kujitosa kwenye bahari, kuna askari wa Mungu pale ameletwa, anamsubiri. Kuingia tu kwenye maji, akakinga kinywa, akamtumbukiza kirahisi. Askari mkubwa, hana haja hata kumtafuna, kama kumeza panado. Simeeleweka? Ka aspirini tu hivi, ukakichukua ukanywa maji, si unakimeza tu. Na yule jamaa alikuwa ni mkubwa, naye alimmeza kama kumeza aspirini. Kumtumbukiza tumboni, kwa kuwa ni askari aliyetumwa sio kwa ajili ya chakula, kwa ajili ya kumuingiza jela. Akaingia tumboni mle, hakugeuzwa chakula, kwa hiyo hakuyeyuka. Ikawa yuko jela, amefungwa kwa kule kukimbia. Amemkimbia Allah, ameanza kupata huzuni. Ameingia jela. Jela yenyewe, lile tumbo likafanywa kama kioo hivi, likawa linaonyesha nje. Kwa hiyo anatembezwa baharini, yule jamaa yuko ndani ya maji nyangumi, akitembea yeye anaona viumbe wa Mwenyezi Mungu nje kule. Yuko jela, ameshajua mimi hapa niko jela. Ikafika usiku, kuna viumbe wengine huwa wanaonekana macho tu gizani, hivi na wakawaka. Akawa anaona viumbe kibao kwenye bahari. Basi alipokumbuka tu kwamba mimi nimeingizwa jela, moja kwa moja dawa ni kumkimbilia yule niliyemkimbia kule. Yeye alikimbia sio kama alikuwa anamkimbia Allah,
lakini alikimbia, kazi aliyopewa hajamaliza. Ngoja nimkimbilie huyu hapa nilipo. Akamkimbilia Allah subhanahu wa ta'ala ili amuondolee kero alilonalo sasa hivi, na amehisi kukosea. Kwa hiyo ukihisi kukosea ni sharti urudi kwa Allah kumwambia nimekosea, unisamehe. Akishakusamehe tu utapata faraja. Umeelewa? Akikusamehe utapata, na yeye tayari alikuwa amepata dhiki, anataka faraja. Basi Allah anaturekodia alichokifanya bwana huyu katika surat Al-Anbiya aya ya 87. Suratul Anbiya aya ya 87. Nabii Yunus akawa analalamika kwa Allah, Allah akarekodi malalamiko yake. Anasema Allah, a'udhu billahi minash shaitani rajim, fanada fi dhulumat, akaita Nabii Yunus kumuita Allah akiwa katika giza nene sana la bahari, ndani ya tumbo la samaki giza, ndani ya bahari giza, ndani ya usiku giza. Akaita katika giza lote hilo, anamuita Allah ya kwamba la ilaha illa anta. Anasema maneno hayo, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Akawa analia na maneno hayo, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Hebu tuseme la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Allah, la ilaha illa anta, hapana anastahili kutumikiwa ila ni wewe, na ulinipa utumishi nimekimbia. Umenipa kazi sijaifanya, na wewe ndiye unastahili kufanyiwa kazi. Subhanaka, sifa zote za ukamilifu ni zako. Sisi wanadamu tuna mapungufu mengi, uliyekamili ni wewe. Inni kuntu minadh-dhalimina, kwa hakika mimi nimekuwa katika waliodhulumu nafsi zao, nisamehe ya Rabbi. Akalia namna hiyo kwa muda wa siku 3. Siku 3 yumo ndani ya tumbo, mchana usiku. Malaika walikuwa mara kwa mara, kwa kawaida yao usiku huwa kuna malaika wanatembea, wanakuja kwenye dunia hii, na hata wakiwa kule mbinguni wanaiona hii dunia, uonaji wao ni mkubwa. Wanapoona kwenye dunia ikiwa iko giza, hata zikiwa hizi taa wao hawaangalii taa, hawaoni hizi taa hizi zetu zikiwashwa. Lakini kukiwa kuna tasbihi pahali, pana swala kwenye nyumba, anasifiwa Allah kwenye nyumba fulani au pahali fulani, wao wanaona kuna waka kwenye nyumba ile, kuna nuru kama sisi tunavyoona nyota mbinguni. Sasa walikuwa wana tabia ya kusikia sauti kama hii kwenye nyumba ya mtu fulani, halafu wanaiona nyumba yake usiku inang'aa, akiswali swala zake za usiku. Leo sauti hii wanaisikia, wakiangalia kule wamevuta macho, wanaona mbona sauti hii iko kwenye tumbo la samaki? Wakamwambia Allah, kuna mja wako tulizoea kumsikia akifanya tasbihi zake usiku, sio kwa maneno haya, anaposwali na nini, sauti yake tunaisikia kwenye sehemu fulani, lakini leo tunamuona kama anatembezwa baharini, amemezwa. Allah anamwambia, mimi najua habari hiyo, nafahamu mimi habari yake, niachieni tu. Basi akatembezwa namna hiyo. Mwisho Allah anatuambia hivi, fastajabna lahu, tukamuitikia maombi yake. Wanajainahu minal ghammi, tukamuokoa kwenye lile kero alilokuwa nalo. Amemkimbilia Allah, ana kero, Allah akafanya nini? Akamuokoa, akamtoa katika kero alilokuwa nalo. Sikiliza maneno mazuri yanayokuja mbele, wakadhalika nunjil mu'minin, kama hivi tulivyomfanyia Yunus alipokereka,
akakimbilia kwangu nikamsaidia, kadhalika nunjil mu'minin, hivi hivi tutawaokoa waumini wakija kwangu. Umesikia maneno haya? Na wewe ni muumini sio muumini? Ukikereka kimbilia kwa Allah, ukiwa na huzuni kimbilia kwa Allah. Ukikimbilia kwake ameshasema Allah, wa kadhalika nunjil mu'minin, kama tulivyomfanyia Yunus tutawafanyia na waumini hivyo hivyo, tutawaokoa wakiwa na kero. Sasa tumeambiwa maneno haya aliyosema Yunus, haya hivi hivi unayoyaona haya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ukimlalamikia Allah kwa maneno haya na wewe una kero moyoni, Allah anakuondolea kero lako. Tuko pamoja? Imekaa vizuri? Kwa hiyo kumkimbilia Allah ukamweleza shida zako ni sababu za kuondokewa na huzuni na kero za moyoni. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema hivi, man lazima al-istighfar, mwenye kudumu na istighfar. Istighfar ni kuomba msamaha kwa Allah. Astaghfirullah, na muomba Allah msamaha, akatubu, wa atubu ilaihi, narejea kwake na muomba msamaha na tubu. Mwenye kujilazimisha, yani akajiwekea tabia ya daima kufanya istighfari, ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja, Allah hujalia kwake kwa istighfari hiyo kila hamu ni kero. Kuna kero za namna mbili. Kuna kero inayoitwa ham ni kero, una mambo unataka hujayapata, kwa hiyo unajikuta una humum, kero. Gham ni kero, kuna jambo limekusibu unataka liondoke. Kwa hiyo kuna nataka nini, kuna gham, nataka kiondoke nini. Sawa sawa, eh? Sasa zote hizi mbili zikiwa zipo, mtu anayedumu na istighfar, Allah humjalia hamu zake kupata faraja. Itakuja faraja ni kufungukiwa. Nimebanwa, Allah anafungua. Imekaa vizuri? Sikiliza kitu cha pili, mtu akidumu na istighfar, wa min kulli dhiqin makhraja, na katika kila dhiki hupata njia ya kukimbilia kutokea kwenye dhiki ile kwa kudumu na istighfar. Una dhiki, Allah anakupa mlango, toka hapa, pitia hapa, makhraj. Sikiliza na zawadi nyingine ukidumu na istighfar, warazaqahu min haythu la yahtasib, na anamruzuku mtu huyu kwa namna ambayo hata hakufikiria. Istighfari hiyo. Sawa sawa, eh? Mpo? Kwa hiyo ukidumu na istighfar umewekewa garanti ya vitu hivyo kupatikana. Na kwenye vitu hivi Nabii Nuh alayhi salam alirikodiwa katika surat Nuh aya ya 10. Watu wa Nuh walikuwa wakaidi sana, aliwalingania kwa kipindi kirefu sana. Wapi we, kirefu kweli, kapata watu kidogo, muda mwingi lakini watu kidogo. Lakini cha ajabu, miaka yote hiyo waliofanya kazi nyingi hiyo, watu wamepata kidogo, lakini Allah amemsifu, amefanya kazi kubwa. Zingatia hapo, hapo pazingatie. Miaka mingi kweli, watu wamepata kidogo, wengi wamekimbia au kukubali, lakini bado Allah amemsifu, amefanya kazi kubwa, mpaka amemuingiza katika kundi la wale 5 bora. Ameingizwa kwenye kundi la manabii 5 bora. Mnawajua manabii 5 bora? Mnawajua?
Mimi naanza wa kwanza, Nuhu alayhi salam. Nitajeni wa pili. Nataka kwa mtiririko, kwa ile tarehe vile vile kihistoria. Amekuja Nuhu, alafu wa pili katika watano bora nani? Ibrahimu alayhi salam. Wa tatu Musa alayhi salam. Wa nne Isa alayhi salam. Wa tano nafurahi kweli, kumbe naongea na wasomi hapa. Nilifikiri watu wachovu tu. Kweni hivyo hivyo. Sasa niwaambie na kitu kingine. Wasomi wana tabia moja, mara nyingi hata kukija mialiko kama hivi wanawachagua wasomi wenzao tu kuwapeleka pale. Jamani, twendeni kwenye muhadhara. Kuna wengine wale waliokuwa wamechoka hamwaambii nyinyi. Wale wanatakiwa nao. Msije mkaona nyinyi mnaovaa mabaya namna hii ndio mnaitana wenyewe tu. Waiteni na wale mnaoona amefunga kiushungi tu, wale waiteni. Hujui siku moja naye atakuwa kama hivi. Sawa sawa, mmeelewa? Wakamtaja mwenzake mmoja alikuwa labda akiimba, ona fulani mbona alikuwa hivi, ameshaacha, amerudi. Mashallah, mpaka leo yuko kwenye istikama yule dada. Mwenyezi Mungu amdumishe. Yaani ukimwangalia hata sura yake kwenye picha, ukimtizama unaona kweli huyu siye yule. Huwezi jua mtu anaweza akabadilika wakati gani. Kwa hiyo msiwatenge. Ukiwa una rafiki yako unamjua, muite kwenye fursa zinazopatikana, muite, mvute, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hivi, la an yahdina, kwa kiapo, wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Na apa kwa Allah, lau kama Allah akakupa taufiki ukamuongoza mtu huyu mmoja, ni bora kwako kuliko ungepata ngamia wale wazuri wenye thamani kubwa. Anaweza mtu akaongoka kupitia wewe, huwezi jua. Msiwatupe jamani. Halafu kitu kingine, ukitaka ufungue mlango wa Mungu haraka sana ukigonga, irham man haulak, mrehemu mtu aliyekuzunguka katika watu wa karibu yako, kuwa na huruma nao. Na miongoni mwa huruma ni kuongoza katika dini, ndivyo sivyo? Katika rahma ya kwanza ni kumshika mkono mtu katika dini, kwa sababu Allah anasema waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allah. Ni nani aliyeongea maneno mazuri kumshinda aliyewaita watu kwa Allah? Hicho ni kipengele nimekiingiza katikati nilipogundua kwamba mliopo humu ndani mashallah mko vizuri. Sasa je, mnawaita na wale ambao hawako vizuri? Waiteni. Imekaa vizuri hiyo? Naam. Tunamshukuru Allah aliyejalia ukimkimbilia Allah kwa maombi, ukafanya dua, ukafanya tasbihi sana, subhanallah subhanallah subhanallah, ukafanya dhikri za kila namna, ukadumu na ibada, ni sababu hizi zote za wewe kukingwa na kero na huzuni. Ukidumu kumuomba Allah, ukadumu tasbihi sana, subhanallah walhamdulillah, na tahmidi na takbir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar, ukawa unazisema na la haula wala quwwata illa billah, ukadumu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, ukadumu na hizo tasbihi. Kwa mfano, kuna maneno mawili Allah anayapenda sana, mepesi sana katika ulimi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Haya maneno anayapenda sana Allah, mazito sana katika mzani siku ya kiyama, kuyatamka mepesi sana haya. Sasa ikiwa una tabia ya kudumu na vitu hivi, ni sababu ya kuondolewa kero na ni sababu ya kukingwa na kero. Kero itapitia mlango mwingine, haiji kwenye mlango wako, na ikija tu basi itaondoka, kwa sababu wakati mwingine Mungu analeta kidogo kukukumbusha tu kwamba wewe huendeshi mwenyewe mambo, ninaendesha mimi. Sawa sawa, sawa sawa. Kuna wakati Mungu anafanya hivyo. Usije ukafikiri unapoletewa jambo la mtihani umeletewa shetani, kama wanavyosema watu, pepo hao, mapepo hao,
sio mapepo. Ni Mungu anakukumbusha tu kwamba haya mambo wewe umejisahau kitu kidogo, kwa hiyo nimekuletea hii kidogo upate kukumbuka, urudi kwake. Sasa mwenye kudumu na tasbihi, bismillah, akadumu na tasbihi, akadumu na dua kumuomba Allah, akadumu na dhikri za kila namna. Dhikri za kila namna ni pamoja na kuhudhuria darasa kama hivi, ni dhikri. Sawa sawa, ziliitwa dhikri hizi. Kusoma Qur'ani ni dhikri. Popote unapokuwa umemkumbuka Allah, umejisogeza, hiyo ni dhikri ya kila namna. Bali kuna dhikri wakati mwingine za kutizama pia. Wanyama unaowafuga unaweza ukawatizama wakakukumbusha Mungu, ni dhikri hizo. Sawa sawa, ewa. Mwenye kudumu na vitu hivyo, akadumu na ibada zake, hizo ni kinga kwake za kero na huzuni. Tunayapata maneno haya katika suratul Hijri aya 97 na kuendelea. Suratul Hijri 97 na kuendelea. Allah amemrekodi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema hivi: walaqad na'lamu annahu yadhiqu sadruka bima yaqulun, na kwa hakika ewe Mtume tunajua yale ambayo, tunajua ya kwamba kifua chako kinapata dhiki, bima yaquluna, kwa yale ambayo watu wanayasema. Tunajua ya kwamba kifua chako kinapata dhiki, bima yaquluna, kwa yale ambayo watu wanakusema sema. Si walikuwa wakimsema vibaya? Hata nyinyi mnaweza mkawa mnasema vibaya. Wanajifanya ninja hawa. Ila akipita wamejifunga, wanajifanya wameokoka kweli kweli. Mnasemwa amsemwa. Sasa mnasema kuna wakati mtapata dhiki kwa kusemwa. Dawa ni nini? Sikiliza Allah alichosema: fasabbih bihamdi rabbik, msabbih Bwana wako, msifu kwa sifa zake nzuri. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim. Sawa sawa, subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi alali alazim. Msabbih Mola wako sana. Wa kun minas sajidin, na uwe mwenye kusujudu mara kwa mara. Baada ya swala zako za lazima, pata rakaa zile za ziada. Kuna kablia na baadia, kuna swala za duha, kuna za usiku. Ukidumu na vitu hivyo, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Bwana wako mpaka mauti ya kufikie. Hizi ndizo dawa. Tunajua sisi kwamba kifua chako kitapata dhiki, na kinapata dhiki kwa watu mambo wanayoyasema. Fanya hivi. Umeelewa? Ukifanya vitu hivyo, Allah anaondoa dhiki, unapata faraja kwa namna ambayo hata ukufikiria. Unapata faraja. Na wakati unapofanya vitu hivyo, siku zote kuwa na dhana nzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Usije ukaona mbona kuna wakati nimefanya hivi lakini bado nina dhiki, au kuna jambo nilikuwa ninaomba mbona halijawa. Kuwa na dhana nzuri kwa Allah, na uwe na kitu kinachoitwa tafaul. Tafaul ni mawazo mazuri ya mustakbal, kuwazia jambo zuri. Allah akifanya hivi kwangu kutakuwa kuzuri hivi. Allah kama amenichelewesha, yeye ndo anajua zuri liko wapi. Hiyo ni tafaul. Tafaul maana yake ni kinyume cha tashaum. Tashaum ni nini? Tashaum ni kuwaza mkosi, bahati mbaya, gundu, nini nyingine inaitwa nuhsi, haswa. Hilo neno nuhsi ndio haswa. Yani kinyume cha nuhsi ndio hiyo tafaul. Unawazia mazuri, kinyume cha mazuri haya unawaza ndio hii nuhsi. Kuna nuhsi. Sasa mdhanie Allah mazuri, usidhanie nuhsi mara kwa mara.
Kwenye mafundisho haya kumdhania Allah vizuri, Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu anatuambia hivi, anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kabla mautihi bi 3 ayyam, kabla ya kufa kwake kwa siku 3 tu, nilimsikia yaqul, akisema hivi, la yamutanna ahadukum, asikubali kufa mmoja wenu, illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla, ila awe anamdhania Allah dhana nzuri siku zote. Usimdhania Allah vibaya ukasema sisi ni wale tulioandikiwa no, Mungu kawapenda watu fulani, mimi nimesahauliwa, mbona nimeomba siitikiwi. Usimdhanie Allah namna hiyo. Kuwa na Allah karibu, Allah atakuwa karibu na wewe siku zote, mdhanie hivyo. Allah siku zote anasema mimi niko na wenye kusubiri, inna Allaha maa, si unaona? Kwa hiyo anakupima kuone subra yako, kwa sababu kipindi kile cha kupimwa kwako ukoje. Kuna mtu anapewa mtihani, akipewa mtihani tu anasema hapa pana mkono wa mtu hapa, amekosa nini hapo? Subra. Lakini mwingine umepewa mtihani unasema Allah ataondoa na sijui amenipa kheri gani mbele. Huyu ana subra kwa Allah, inna Allaha maa as-sabirin. Kwa hiyo kuwa na dhana nzuri kwa Allah, uwe naye naye atakuwa na wewe. Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi al-Qudsi anasema hivi, ana inda dhanni abdi bi, mimi niko kwenye dhana ya mja wangu anavyonidhania, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, na mimi niko pamoja na yeye anaponikumbuka na kunitaja. Subhanallah, ukimkumbuka na kumtaja Allah yuko na wewe. Kinyume chake ukimsahau anakuacha. Kwa hiyo unamkumbuka, unamtaja Allah, anasema niko na wewe. Angalia kitu kizuri kingine, unapomkumbuka Allah na kumtaja. Kipindi tunataka kuumbwa, baba yetu anataka kuumbwa, malaika walisema unataka kumuumba huyo ambaye atamwaga damu na kufanya ubaya katika ardhi? Allah aliwaambia malaika, inni a'lamu ma la ta'lamun, mimi ninajua msio yajua, acheni hii habari. Malaika wakakubali. Na siri ya wale malaika kusema huyo atamwaga damu, waliona wa kwenye lauhi mahfudh, si iko ile bodi inaonekana, wao wanaona maandiko yale. Kuna vitu wameviona, wameona Adamu atazaa kizazi kingi. Sasa kwa kuwa malaika ni watiifu sana, wao wanaangalia zile sehemu za kutii kwa sura ya kawaida, hawaangalii kwa kukazia macho. Lakini kwa sehemu ya uhalifu ambayo ni mwanadamu anakuwa nayo, wao hawana. Hii inawakera. Wakatizama wakaona kuna sehemu wanadamu watapigana, hiyo wanaiona ile. Yani kama vile mwanafunzi ambaye ni msomi ana ile lighter ile, unajua lighter ile, peni ile ya kuweka alama za mistari unaotaka. Msomi huwa anachukua ile lighter ile, akiona kitu fulani anakitaka anapiga pale, si ndio? Kile manake unakihitaji sana. Malaika hawa kwenye ile lauhi mahfudhi hawaruhusi kupiga ile, lakini macho yao yanaona vitu vya ovyo ovyo vile ambavyo mwanadamu atafanya, ndivyo vinavyowakera. Wakaona atamwaga damu huyu, atapigana huyu, kuna mwingine atakunywa pombe huyu, atafanya uharibifu. Vitu hivi wakawa wameviona sana, vile vya dhikri na nini na nini. Mbona hiyo dhikri ndio vitu vyao vya kila siku, kwa hiyo haviwasumbui vile. Wakawa wanaona kitu cha kawaida, kumbe kikubwa nacho kwa Mungu. Sasa pindi ukifanya kitu kizuri namna hii, Allah anamuita malaika, mame njoo Jibril. Umemwona yule umemwona anachokifanya yule? Alafu anatuma malaika wengine, shukeni chini mkaangalie. Wanakuja, wakija wanakukuteni kama hivi mmekaa darasani, wanatuangalia alafu wanaondoka zao. Wakienda Mungu anawauliza, mumewakuta vipi waja wangu? Rabbi, tumewakuta wamekaa
wana unyenyekevu kweli, wanakukumbuka wewe, wanakutaja, na tumeondoka tumewaacha hivyo hivyo. Aha, vitu wanavyozungumza nini? Wanazungumza habari ya pepo, wanaipenda kweli hawa? Kwani waliwahi kuiona? Hawajawahi. Je, kama wangeiona je? Naona ingekuwa hawaondoki kwenye darasa. Halafu kingine, wanajikinga na moto kweli, wanauogopa sana. Waliuona moto? Hapana. Je, wangeuona moto? Kama wangeuona hakuna mtu angefanya jambo la ovyo ovyo. Sasa na kushuhudizeni malaika wangu, wale wote nimewasamehe. Mnaonaje kikao kama hiki? Kizuri sio kizuri? Kwa hiyo mngekuwa mmekuja na mwenzenu mmoja ambaye havai vizuri hijabu, je, si angekuwa na amesamehewa? Akisamehewa si ataanza kuwa mtu mzuri? Sasa cha ajabu, malaika mmoja anamwambia Allah, lakini kuna mwenzao mmoja pale nilimuona ameingia, hakwenda kufuata darasa, alikuwa anamdai mwenzie hela, anamsubiri atoke. Tuko pamoja? Pengine yumo mmoja anakudai hapa. Anakungoja utoke tu, lakini wewe unayedai pia anakuambia hivi, Allah alisema hivi, hata yule aliyekwenda kwa ajili ya kudai pia nimemsamehe, kwa sababu alisema hum qaumun la yashqa jalisuhum, hao ni watu kikao chao hapati ubaya mtu, wanasamehewa wote. Sasa vikao vizuri namna hii, ukiwa katika kikao hiki, manake uko na Allah, na Allah anamtangazia malaika, huyu mimi nimempenda. Jibril, mtu fulani nampenda, na we mpende. Jibril anasema na mimi nampenda ya Rabbi, na Jibril anawaita malaika wengine, anamwambia yule fulani anapendwa na Allah, mpendeni. Na malaika wengine nao wanakupenda. Kisha unaandikiwa kukubalika katika ardhi. Dumu na vitu vya namna hii, vitakuondolea kero. Mungu akishakupenda utakuwa na kero tena, na ikija kero inakuja kwa muda mfupi tu alafu inaondoka. Sikiliza, kero ikija inakuja kwa muda mfupi namna hii. Allah anazungumza watu wema sio kama hawajaribiwi, na shetani sio kama hawagusi, huwa anawagusa, tena ndiye anayewataka kweli. Kila ukiwa mzuri shetani ndo anakutaka sana. Yule alikushakuwa mbaya wala hamtaki tena, mbona anamwacha, anafutafuta mwingine? Mnajua tekniki hiyo? Mnajua? Usije ukasema mbona kuna watu usikia hata kusumbuliwa na shetani na nini. Sasa msumbue vipi wakati rafiki yake, yule rafiki yake anamsumbua yule adui yake? Mungu anasema inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Shetani ni adui yenu nyinyi waumini, mfanyeni adui. Wale wasiokuwa waumini tayari rafiki zake. Shetani akishamchukua mtu akamuingiza baa, yeye anaondoka, anamwacha anywe mwenyewe huko, rafiki yake. Lakini ukiingia kwenye swala haondoki, anakuvizia tu, mara umesujudu na kupeleka sokoni. Unataka kusema subhana rabbiyal ala, unaanza kuwaza ile pesa tuiona, unaiona sahihi. Ile hela uliokuwa unaitafuta hujaiona, ukisujudu tu chat, niliweka pale fulani. Ndio kazi yake. Kwa hiyo unatakiwa uwe hadhiri sana. Ni adui sana. Ukitaka kusoma Qur'ani ukaambiwa soma a'udhu billahi minash shaitani rajim, yani ukitaka kushika msahafu tu anakuletea mara hili, mtoto analia, mara sijui kuna hiki, basi fujo. Sasa sio kama watu wema hawasumbuliwi na shetani, wanasumbuliwa. Sio kama hawapati mitihani, wanapata. Lakini sikiliza Allah anavyosema, Surat Al-A'raf aya ya 201, innal ladhina taqaw, kwa hakika wale waliokuwa wacha Mungu tayari wanafuata amri na kuacha makatazo. Ittaqaw, wameshaamua kuchukua kinga kwa Allah, adhabu ya Allah, kwa kufuata amri na kuacha makatazo. Sawa sawa. Idha massahum ta'ifun minash shaitan, unapowagusa wao ule mguso wa wasiwasi wa shetani. Maana shetani anawagusa kwa wasiwasi, sawa sawa, anawaletea kitu cha kuwasumbua. Anaangalia password yako nini, anakuingizia tip tip tip, unaanza kusoma message humo ndani.
sokoni hivi, sijui kitu gani hivi. Sasa anasema wanaomcha Mungu, shetani akiwagusa, tuna ule mguso wake wa kuwapapasa kishetani ule wasiwasi, wakiguswa tadhakaru, wanamkumbuka Allah haraka sana. Wanaweza wakasema a'udhu billahi minash shaitani rajim, wakakumbuka adhabu ya Allah haraka sana. Kama ilikuwa ni kitu kibaya wanakiacha. Walianza kufikiria kufanya kibaya, wakishamkumbuka Allah vizuri sana wanaacha. Fa idhahum mubsirun, wanapokumbuka tu mara wanaiona njia ya sawasawa, hawafanyi tena kitu kibaya, wanakiacha, wanafuata njia ya sawasawa. Kwa hiyo msije mkafikiri mtu wa Mungu hasumbuliwi na shetani. Anasumbuliwa. Mfano si ndio huo nimeusema, mmecheka wenyewe. Maana kila mmoja siku nyingine uingia kwenye swala, akiingia tu. Kwa taarifa yako, kama umepoteza kitu hukioni na una uhakika ulikiweka pahali, hebu tawadha uswali raka 2. Chukua udhu, ukifunga Allahu Akbar hicho. Basi maliza swala yako, lakini ameshakwambia uliweka pale chini ya mto. Ndio kazi yake hiyo. Vurugu tu, apendi uswali. Tuko vizuri eh? Kwa hiyo nasema hivi, zama tulizonazo, ili limalize somo, sikiliza vizuri. Zama tulizonazo, kero za moyo ni nyingi mno, huzuni ni nyingi sana. Sababu ni nini? Ni kwamba watu wameitolea macho dunia. Sikiliza vizuri hapo. Watu wameitolea macho dunia. Sina maana kwamba hutakiwi kupenda ulivyopewa vya duniani, sina maana hiyo, lakini kuitolea macho manake kupitiliza. Wameitolea macho dunia mpaka inawasahulisha akhera. Ukishaitolea macho dunia namna hiyo, utakuwa unaangalia mwili wako zaidi kuliko roho, na binadamu ni mwili na roho. Ukiitolea macho dunia sawa sawa, utaitizama miili. Kila mtu ataangalia mwili. Nataka ninunue hiki kimfurahishe mwili, nataka nile hiki kimfurahishe mwili, nataka nijipambe hivi, ni mwili huo, nataka niwe na hela kiasi gani, mwili huo, ninunue gari, mwili huo. Sawa eh? Lakini niamke usiku kuswali, roho hiyo. Umeelewa eh? Nifunge Jumatatu na Alhamisi, roho. Niswali kablia na baadia, roho. Tuko pamoja? Tarehe 13, 14 na 15 kufunga, roho. Kutoa sadaka, roho. Vyote vigumu hivi. Lakini ninunue hiki nijivae, ninunue hiki nitembelee, ninunue hiki nile, nipike mapishi gani sijui yanukie vizuri mpaka mtu asikie huko, mwili huo. Sasa ukitolea macho dunia kwenye vitu hivyo, umeitolea macho dunia, lazima humum na humum kwenye roho zitakuwa nyingi. Siku zote utakuwa unataka upate kingine, upate kingine, upate kingine. Fulani amenizidi, fulani amenizidi, fulani amenizidi. Ndio hivyo tu. Kwani akikuzidi inakuwa nini sasa? Wewe ndio umekufa. Maisha ndio haendi, yamesimama ukizidiwa. Yanakwenda kweli bwana. Tena kuna wakati anakwenda, jamaa alikuwa amekula ugali na nyanya chungu zilizopikwa kwa nazi, hakupata samaki wala nyama. Amekula ameshiba. Aliposhiba, mara jamaa amemletea zawadi ya biriani, ya nyama na rosti na nini. Akamwambia basi nitakula usiku hii. Biriani. Akamwambia nimeshakula ugali na nyanya chungu. Yake biriani. Kabisa biriani ndio nini sasa? Mimi nimekusha shiba. Umeona kanaa? Ameshiba sasa, ndio kwa kuwa biriani ndio nife. Maisha yatasimama kwani kama sikula biriani? Hapana, akasema nitakula tu usiku, ina wasiwasi. Umeona kazi? Hakutolea macho. Lakini kinyume cha hivyo, kama angekuwa ametolea macho dunia, angesema lete na hiyo bwana. Anapiga mpaka mwisho, hawezi hata kutembea. Ni adhuhuri, swala al-asri, amelala, hawezi kwenda kuswali. Sasa ndio vipi sasa? Kupitwa siku zote kupo. Maisha hayasimami, yatakwenda. Kuwa na kiwango. Sawa sawa eh?
kiwango, kubaliana na hali. Kukubaliana na hali ni vipi? Kwamba si lazima mimi mpaka nifikie pale, sio lazima. Hata nikifika pale kuna wengine watanizidi, ndio hivyo hivyo. Lakini hatukuambiwa kwamba usifanye juhudi. Juhudi fanya. Wabtagh fima ataka Allahu ad-dara al-akhirah. Kusudia, utake katika vile vitu alivyokupa Allah, kusudia nyumba ya akhera. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, wala usisahau nafasi yako ya dunia. Sio kwamba unataka akhera basi dunia uko duniani unasema mimi saa hizi niko akhera. Uko akhera vipi uko duniani wewe? Kuna mambo ya duniani lazima afanywe. Mwanao amekuja ametoka shule ana madai yake, umsikilize, umetingwa tu. Msikilize kwanza, huyu ndio dunia ipo hii. Unavaa ndara wakati viatu vipo. Vipi wewe? Umetingwa. Una mume anakuona uko rafu tu, ueleweki. Paka poda bwana. Utamfanya akimbie bure alafu ukose cha kusema. Angalia akhera wakati mume uko pale, wewe uko akhera, yeye uko hapa. Itakuwaje sasa? Au sieleweki? Mume uko pale anakuangalia wewe kumbe uko akhera. Sasa mtakaa vipi? Lazima kwanza uwepo pale duniani, anakutizama akuone unavutia. Una gauni lako zuri, una kinguo chako cha namna anachokijua yeye tu. Umekivaa hicho. Kikishikwa kinaja hapa mkononi tu, ndio kimevaliwa ndani hicho. Ndio dunia ya kwako hiyo. Utamfanya yeye akaviangalie kule nje vile. Sasa akuangalie wewe uko duniani. Kwani mtu akiwa duniani akitengeneza ofisi yake vibaya ikapendeza? Sasa si ndio ofisi yako hiyo? Tengeneza ofisi yako ipendeze. Hata kaangalie mapokezi, ama kwenda mapokezi mahotelini, mapokezini mtu anamchekea vizuri, lipstick nini, akuone wewe mapokezi wewe. Imekaa vizuri? Usisahau dunia yako ukapuuza ukawa uko akhera moja kwa moja, hapana. Jana tu nimekumbuka kisa kimoja. Yuko ndugu yetu mmoja alifunga ndoa, bado vijana maskini wote wawili, mke na mume. Katika harusi, si unajua watu wanachangiana wananunua vifaa vya harusi, si ndio? Binti kachangiwa vizuri sana nyumbani kwao, mahotpot, manini, masahani kibao, mengi. Nyumba yao ya kawaida sana, mutawadhi, nyepesi, vya kawaida tu, lakini amekwenda na vyombo vingi vizuri. Na binti alikuwa amepitia darasani vizuri, yule anamjua Mungu. Nafikiri alimshinda yule mwanamume kidogo. Sasa inamalizika 7 tu, kumbe bwana ana mkakati wake. Siku moja akamwambia, hivi vitanda tufungue, kitanda tufungue. Akamsaidia, akafungua, akakiweka kule ukutani, akaweka godoro chini. Akamwambia, una mpango gani? Mbona tufungue kitanda tulale godoro chini? Anamwambia, maswahaba kwani walala juu ya vitanda hivi? Mwanamke akaweka question mark kidogo. Haya, tuangalie. Ametoka zake alikotoka, ameshakubali ile la kulala chini. Atazama kwanza tunaelekea wapi. Ameandaa chakula chake vizuri, si ameshakabidhiwa nyumba yake, vyombo vyake si anavyo. Amekuja mume, amemwandalia kwa mujibu wa vyombo vyake na kitu alichomiliki. Kama pana dagaa ameweka kwa kibakuli chake maalum, pana mboga ya majani ameweka kwa sehemu yake, kachumbari ametengeneza pia ameweka kwa sehemu yake, kama ni wale ameweka kwa hotpot, atapakua kiwango atakachoweza kupakua wale. Sasa alipokuja nini vyombo kibao, maisrafu, decoration, manini. Akamwambia, unatakaje? Leta sahani, leta sinia. Akachukua sinia akavimimina. Alipomimina ule wali ule kwa sinia, yule mwanamke akamwambia, sasa tukila ukibaki itakuwaje? Leta sahani nyingine. Akaleta nyingine, akaupunguza. Akamwambia, mimi sijakuelewa somo lako linakuaje? Maana kachumbari umezichanganya na nini hapa kwenye sahani, kwenye sinia. Vibakuli vyote maswahaba hawakutumia vibakuli vingi namna hii.
Mwanamke kichwa kikafanya kazi. Akamwambia, unataka kuniambia manake tutaishi kama walivyoishi maswahaba, sio? Kwa hiyo mbona wanapanda gari wewe kuleta punda hapa? Hayajibiki. Itabidi tuishi kiswahaba, umeme haukuwepo, mshumaa nini, usinibabaishe, talaka hapa. Nyumba imekwisha nishinda kwa mtindo huu. Tuliambiwa tuishi hivi. Mungu gani ile tuamrisha kuishi namna hii? Mmenielewa? Alishindwa kweli, akamwambia, kama unakonipeleka ndio huko, najua tumekwisha shindana. Mungu hakutuamrisha hivi. Wala tansa nasibaka minad dunya. Sawa? Nafasi yako ya dunia changamkia, lakini kwa kumridhisha Allah. Hukuambiwa usipake poda yako, paka bwana, lakini mpaka uweke na lenzi jichoni. Poda haipakiki vizuri bila lenzi jichoni nani? Hivi makeup haipakiki mpaka uweke na kope hivi. Huwa haiendi mpaka makucha yawe hivi, unajikuna kuna hivi. Uende namna ile. La tansa nasibaka minad dunya, katika hududi ambazo Allah anaridhika. Tuko pamoja? Ewa. Kuitolea macho dunia ndiyo sababu ya matatizo. Aya hiyo inaendelea, inasema wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik. Uwe mwema kwa Allah, umwabudu vizuri, na uwe mwema kwa viumbe wa Allah kama Allah alivyokufanyia wema. Wala tabghi alfasada fil ardi, wala usitake kutafuta uharibifu katika ardhi. Inna Allah la yuhibbul mufsidin, Allah hawapendi wenye kufanya uharibifu. Hadithi amesimulia Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, anasema Mtume sallallahu alaihi wa sallam amesema, qad aflaha man aslama, amefaulu aliyejisalimisha kwa Allah, mambo yake yote anakwenda kama Allah anavyotaka. Waruzika kafafan, na akaruzukiwa kitu cha kumtosha, asibabaike. Huyo amefaulu, amepata cha kumtosha, hakumshtaki Mungu, akakinai. Inakuja mbele, waqanna'ahu Allahu bima ataahu, na Allah akamkinaisha kwa kile alichompa. Huyo amefaulu, maisha yake ameyasalimisha kwa Allah, na Allah anachompa akatosheka, na amempa kitu cha kumtosha, amefaulu. Na akakinai kwa alichopewa, huyu mtu amefaulu. Lakini kama utapewa dunia nzima na huko kinai, huko faulu. Mimi naona niishi hapo kwa kumshukuru Shekhe kwa muda wote ambaye tulikuwa naye tangia alipoanzia maeneo ya Mombo mpaka Korogwe, na hatimaye amemalizia ziara jijini Tanga. Mimi niwaombe kina mama mumuombee dua, Allah amrejeshe nyumbani kwake akiwa salama, na tunamuomba ziara hii isiwe ndiyo mwanzo, bali iwe ni ziara ambayo yenye kukaririka. Allah akupe taufiki ya kuja mara kwa mara. Wanatanga wana kiu kikubwa sana na wewe, zaidi ambavyo tunavyofikiria. Niwashukuru sana ndugu kina mama kwa kutenga muda kuja kusikiliza. Allah ajalie katika mizani ya mema yetu siku ya kiyama. Kufika hapa, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk.